Mzigo unafunguka, inaonekana kuna mwanamke na mwanaume wanaingia chumbani, na hapa walikuwa wanaingia kwenda kuzagamuana, wako kwenye honeymoon, na tunaambiwa kwamba hawa ni wanandoa ambao wameoana siku chache zilizopita na wako honeymoon. Sasa jamaa mwanamke anaikatikia hivi, ila jamaa ni kama mawasiliano hayapandi, yani mnala haupandi kabisa. Jamaa kaanza kujishangaa ni kitu gani ambacho kimetokea. Yani amefika kwenye honeymoon ila jogoo asimami, yani mwanamke kila michezo anayoifanya, ila jamaa yani kama mashine imeganda kabisa. Yani jamaa mwenyewe alikuwa hawezi hata kujielewa, anaona mbona hii mashine inamdhalilisha. Yule mdada alikuwa anajitahidi sana, ila hadi mwishoni mwanadada akachoka kwamba hakuna chochote ambacho kilitokea, ikabidi walale hivyo hivyo. Kumbuka ndo usiku wa kwanza kwenye ndoa, ila mwanaume mashine imekataa kabisa kufanya kazi. Mwanamke anabaki kulalamika tu, na hata asubuhi ilipofika hakuna maelewano mazuri katika hii familia, kwa sababu mwanamke alikuwa anahitaji mzigo, ila ni mwanaume alikuwa ni jamani kama hana kazi kabisa. Hadi mwanamke akaanza kununa, yani ikabidi waende kwa daktari moja kwa moja, mwanamke na mwanaume, na daktari alipowapima wote kwamba hawana magonjwa yote ya kiafya wala hawana shida ya kiafya, ila je, ni kwa nini jamaa asimamishi? Ikabidi daktari awape tu maelekezo na mwambie jamani kitu gani ambacho anatakiwa ale au vyakula, ili mradi huenda jamaa mambo yake yanaweza yakakaa sawa kutoka kwa ushauri wa daktari. Kwa hiyo wakapokea ushauri kutokea kwa daktari, ila mwanamke alikuwa anaamini kwamba ipo siku tu mwanaume wake mambo atakaa sawa, japo ilikuwa nakatisha tamaa. Yani mtu ametoka kukuoa tu, ila mzigo haufanyi kazi, yani mwanaume amekuwa mwanaume suruali tu. Daktari akawapa ushauri na akawaambia baadhi ya vyakula au vitu mwanaume ambao atakiwi kula au na vingine ambavyo anatakiwa kula ili kila kitu kirudi kuwa sawa. Kwa hiyo wakapokea ushauri kutokea kwa daktari na mambo yakaenda kama hivyo, wakarudi zao nyumbani tu. Sasa mrudi nyumbani, jamaa akawa amekunywa sana pombe, yani amelewa sana. Mwanamke alivyoona vile alikasirika sana na akaanza kumfokea kwamba yani kitandani huna kazi, wewe mwanaume ufanyi chochote, ila hapa na kukuta eti umekaa unakunywa tu pombe. Hebu jitahidi ubadilike bwana, kuwa kama wanaume wengine. Ni mwanaume gani ambaye unajisifia kabisa mwanaume afu ndani huna kazi? Yani kitandani ufanyi kitu chochote. Mwanamke aliwaka sana hadi jamaa yeye mwenyewe akaanza kujisikia vibaya sana, kwa sababu mwanamke analalamika sana na inaonekana kama jamaa hana kazi, ila jamaa mwenyewe na yeye mwenyewe anaumia kwa upande wake, kwa sababu yote yanayotokea sio kwamba yeye anapenda, ila ndio hivyo jambo lishatokea. Kwa jamaa kabaki anahuzunika sana, na mwanamke aliwasha moto kweli kweli na alikuwa taki kusikia wala kuelewa jambo lolote. Jamaa alijisikia vibaya kwa sababu yote yaliyotokea yeye hakuyapanga. Hebu jifikirie, umetoka kuoa tu, yani siku ya kuoa tu mnaenda kwenye honeymoon afu mzigo hausimami, hata ungejisikiaje? Mwanamke kana ametokea kumchukia jamaa sana, kwa sababu alikuwa elewi, anaona kama jamaa anajifanyisha, yeye anataka haja zake za mwili zikae vizuri, ila ni kama mwanaume haelewi chochote. Kwa mwanamke akabaki tu kumwangalia jamaa na akawa mpatii picha, na alikuwa anamuomba Mungu kila siku kwamba apate mume bora. Sasa amepata mume, ila huyu mume hamna kazi yote kitandani, zaidi tu ya mwanaume amekaa tu. Kwa mwanamke kuna kipindi akawa analia sana na akawa anajisikia vibaya, ila ukija kwa jamaa, hata jamaa mwenyewe alikuwa anajisikia vibaya, hata yeye alikuwa haelewi ni nini kilichotokea. Yani yeye mwenyewe haelewi kwa nini mazingira yafanyi kazi akati yeye mwenyewe ni mwanaume nondo kwa nondo. Kwa hiyo hata yeye alikuwa hana suluhisho wala jawabu ni kitu gani kimetokea, ila hili jambo lisikie tu kwa watu wengine, lisije likakutokea wewe tena. Siku yako ya harusi au siku yako ya ndoa, umetoka tu kuoa mwanamke wa watu au mtoto wa watu umemuingiza ndani, afu then mambo kama hayo yanakuja kutokea kwa upande wako, yani unaweza ukachanganyikiwa. Kwa jamaa akawa anajitahidi. Sasa visa vikaanza kuzuka ndani ya nyumba. Unajua mwanaume mambo akiwa afanyi kazi, mwanamke anakuwa na kisilani tu. Huyu mwanamke alikuwa na kisilani balaa, yani kiasi kwamba akawa anamforce hadi jamaa kunje nguo aanze kufanya kazi za nyumbani, kwa sababu mwanamke alimuona jamaa kama useless, na jamaa alikuwa anajisikia vibaya sana, kwa sababu yeye alikuwa hapendi yote yaliyotokea, ila sasa hawezi kuzuia kwa sababu tayari ameshatokea. Na mwanamke alikuwa mkali sana, yani kitu kidogo tu mwanamke amekasirika, amejaa anamfokea jamaa. Jamaa naye akawa kuna namna anakuja juu. Unajua kama mwanaume hakuhitaji kupoteza ile nafasi yake ya wanaume. Kwa hiyo visa na mikasa vikawa viishi ndani, kwa ugomvi. Kumbuka wametoka kuoana, ndoa haina hata wiki tu, ila ishaanza ugomvi, ishaanza kugombana, kisa tu kitandani hakuna kazi inayofanyika. Sasa siku moja mwanaume akaamua kumtoa mke wake out. Alipomtoa out pale wakawa wamepoa zao tu, wanakunywa bia, mwanaume anamsifia mwanamke wake, anaongea kwa watu, anamsifia mwanamke wake, wanacheka wenyewe, wanafurahi. Sasa kwa bahati mbaya alipita mwanamke mmoja mwenye makalio. Alipopita huyu mwanaume akamwambia mpenzi wake kwamba mama mtu, hebu angalia, kuna mwanamke amepita ana makalio makubwa, hebu muangalie. Na mwanaume
mwanaume akawa ameduaa kwa muda mrefu anamwangalia sana yule mwanamke ambaye alipita akiwa na makalio. Sasa mwanamke alivyoona lile jambo kiukweli alikasirika mno. Yani akaanza kumwambia kwamba umenitoa nyumbani unasema unaleta out ili tuangalie makalio. Yani mwanaume ambaye nakuheshimu mume wangu unasimama na unakaa unashangaa kabisa unaangalia makalio. Mwanamke aliwaka sana kiasi kwamba mwanamke aliamua kuondoka kuelekea nyumbani, japo jamaa akawa anamtuliza na anambia hapana, mimi nilikuwa nakwambia kama utani tu. Na sikumaanisha kuongea yote, nilikuwa natania tu. Ni kama sehemu ya story tu. Hadi watu wakashangaa yote yalikuwa yametokea pale. Mwanamke alimsema sana mwanaume na haikuishia pale. Walipofika nyumbani ndo kama ugomvi ulianza. Mwanamke alilalamika sana. Yaani wewe mwanaume kitandani hamna kitu, hauna kazi yoyote. Ila tukifika hotelini ni kazi yako ni kuangalia makalio tu. Basi nenda kwa wanawake wenye makalio kama mimi siwezi kukulizisha. Kwa sababu mwanaume mwenyewe huwezi kunipa chochote. Yaani mwanamke aliongea yote ya kuwepo moyoni kwa sababu cha kwanza kabisa mwanaume amtimizii mambo yake na vile vile ni kama amemzalilisha. Wamefika hotelini afu mwanaume amefocus kuangalia makalio tu. Hadi mwanaume alisemwa yani kabidi alale tu pale pale sebleni. Ila kumbuka huyu mwanamke bado anampenda sana mume wake. Yani kwa yote yaliyotokea ila anampenda sana. Mwanamke alianza kulia sana. Yani alilia. Baadaye akapiga magoti akaanza kumlilia Mungu kwamba Mungu niangalie na mimi. Mbona mimi nateseka peke yangu? Mbona haya mambo yote yananikuta mimi? Naomba Mungu niepushie. Mwanamke alimuomba sana Mungu ili mradi ikiwezekana haya mambo yaishe kwa sababu hata yeye ni mwanamke na anahitaji kutimiziwa haja zake katika ndoa. Alimuomba sana, alilia sana huku mume wake akiwa amelala sebleni na alilia kiukweli kweli kwa sababu ilimuuma sana hadi machozi akawa yanamtiririka na alikuwa anamuomba sana Mungu kwamba haya mambo yamuepushe kabisa, yani aondoke kabisa kwenye maisha yake. Sasa kesho yake asubuhi mwanamke alikuwa anacheza zake laptop na laptop tukiangalia alikuwa anaangalia karatasi za talaka. Yani ndoa ina wiki 2 tu ila mwanamke akaamua kwamba ikiwezekana mambo yote yavunjike kwa sababu aliona kabisa hamna haja ya kuendelea kukaa katika hii ndoa akati hamna chochote cha maana kinachofanyika. Mwanaume mwenyewe hana lolote kitandani, hawezi kufanya chochote. Mwanamke akaamua tu kabisa ikiwezekana aivunje hii ndoa. Sasa baada ya mwanaume kujua, mwanaume naye alijisikia vibaya sana na yeye akaanza kutafuta ushauri kwa watu. Je, wafanyeje? Yeye mwenyewe akubali kuvunja hii ndoa ya wiki 2 tu au iweje? Wote wakaanza kupokea ushauri. Mwanaume akaenda kupokea ushauri kwa marafiki zake, ila huyu mwanamke akaamua kuita marafiki zake na yeye apate ushauri. Ila rafiki yake akamshauri kwamba wasivunje hii ndoa. Yaani watu wameoana muda si mrefu, wavunje hii ndoa. Na huyu mwanaume akawa anashauriwa na daktari kwamba wasivunje hii ndoa, cha msingi wapendane tu. Kama mambo ambayo alikuwa hajakaa sawa, huenda atakaa sawa. Kwa hiyo isifikie hatua ya kuvunja ndoa kisa kuna jambo tu lijakaa sawa. Daktari aliongea kwa upande wake kumshauri huyu jamaa. Jamaa alikuwa anamsikiliza vizuri sana daktari, ila na kwa upande wa mwanamke kule, kumbuka alikuwa anashauriwa na rafiki yake kwamba wote walikuwa wanashauriwa kwamba wasivunje hii ndoa. Iwezekani muda wote wapendane, waoane, afu baada ya kuoana tu baada ya muda mfupi tu eti wavunje ndoa kisa baadhi ya sababu ambazo maybe ziko nje ya uwezo wao. Kwa hiyo walishauriwa sana na baadaye wakaamua kufikia uamuzi wa wote wawili kutoivunja hii ndoa. Yani wote kuendelea katika hii ndoa na kuendelea kupendana sana kwa sababu katikati upendo ulipungua baada ya baadhi ya vitu vilikuwa haviendi sawa. Kwa hiyo wote walishauriwa waendelee na ndoa zao na wote wakasikia vizuri na kaamua kuendelea na ndoa zao. Jamani, hili jambo lione tu hivi ila ni gumu kiukweli kweli. Baadaye wakaendelea kupendana kama kawaida. Sasa Mungu alivyokuwa ajabu, upendo ulivyozidi, yani waliendelea kupendana, yani wanandoa ambao walikuwa wafanyi chochote. Yani kitandani mwanaume si mambo yasimami. Kwa hiyo waliendelea tu kupendana. Ila Mungu alivyokuwa ajabu na mambo alivyokuwa ajabu sana, bahati nzuri zaidi yule mwanaume mambo yakarudi kama kawaida. Yani kutoka katika mambo alikuwa yasimami ila Mungu akambariki. Yule mwanaume akarudi kuwa mwanaume tena. Yani alijikuta tu hisia zikarudi kama kawaida na akawa anasimamisha kama mwanaume bila kutumia dawa yoyote. Yani ule upendo ambao waliamua kupendana kiukweli kweli na kuacha madhaifu yote ambao alikuwa nayo au alikuwa anayapitia, basi akafanya kila jambo na kila kitu kirudi kuwa sawa kama zamani. Kwa hiyo mwanaume na mwanamke wakaanza kuishi tena katika ndoa zao na walifurahi sana. Yani honeymoon yao ikaanza kwenda vizuri kwa sababu upendo ulirudi, chuki ziliondoka na wote wakajikuta wanafurahia katika ndoa yao. Jamani, haya mambo jamani, haya tumwachie tu Mungu. Ila kama unampenda mtu bwana, pende kiukweli kweli. Sioni kwamba kuna haja ambayo kugombana tu kisa kitu kimoja kifanyi kazi. Ila huu ndo mwisho mzigo wetu. Mimi nafahamika kama Cruise Mastori, ni moja kati ya recap, na ukitaka movie kamili bwana, chini upande wa description utakuta maelezo na link ya kupeleka kwenda kuangalia movie moja kwa moja. Usisahau kusubscribe channel yetu ili uweze kupata recap nyingi na za kijanja kama hizi.